ni upendo. Kwa hiyo tunataka tuzungumzie upendo. Haleluya. Tuzungumzie nini? Upendo. Haleluya. Sasa upendo ni nini? Upendo ni neno linalotokana na kitendo cha kupenda. Kitendo cha kufanya nini? Cha kupenda. Kwa hiyo upendo tunaweza kusema ni neno linalotokana na kitendo cha kupenda, ambayo kupenda ni kuvutiwa na kitu au jambo au hali au mtu kutokana na ubora au uzuri wake ama alionao, au ni hiari ama ni hali ya mtu kuamua kufanya jambo kwa hiari baada ya kuridhika nalo. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo kupenda ni kuvutiwa na kitu, jambo au hali au mtu kutokana na ubora au uzuri wake. Maana yake mtu anapopenda kuna kitu kimemvutia, kuna kitu ameridhika nacho, ndipo anafanya nini? Tunasema amependa. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kabla hatujaingia kwenye habari ya upendo, hebu tufungue Wakorintho wa kwanza sura ya 12. Wakorintho wa kwanza sura ya 12. Tunamwona Paulo pale mstari wa 28 mpaka ule wa 31, anasema hivi. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, katika jina la Yesu, ninakutukuza kwa kuwa wewe ni mwema na fadhili zako ni za milele. Nasimama mbele za watu wako hawa watakatifu ambao umewaita wewe kwa majina yao, nao wako hapa sasa wameketi kutaka kusikia kutoka kwako. Naomba Roho Mtakatifu unisaidie, uniongoze niyaseme yale ambayo umekusudia yasemwe leo na yasikike masikioni mwa watu wako. Nami najikabidhi mikononi mwako, unitumie kama upendavyo Bwana, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba, niomba na kushukuru. Amen. Mstari wa 28 anasema, na Mungu ameweka wengine katika kanisa, wa kwanza mitume, wa pili manabii, na watatu walimu, kisha miujiza, kisha karama za kuponya wagonjwa na masaidiano na maongozi na aina za lugha. Alafu anaendelea, je, wote ni mitume? Wote ni manabii? Wote ni walimu? Wote wanatenda miujiza? Wote wana karama za kuponya wagonjwa? Wote wanena kwa lugha? Wote watafsiri? Takeni sana karama zilizo kuu. Hata hivyo nawaonyesha njia iliyo bora. Haleluya. Hata hivyo nawaonyesha njia iliyo bora. Sasa njia iliyo bora anayesema, tukienda sura ya 14 mstari wa kwanza pale, anasema utafuteni upendo na kutaka sana karama za rohoni, lakini zaidi kwamba mpate kuhutubu. Takeni upendo, ufuateni upendo na kutaka sana karama za rohoni. Karama hizi za rohoni zinatokana na Roho Mtakatifu. Haleluya. Zinatokana na Roho Mtakatifu. Sasa tunazungumza leo habari ya, kama nilivyosema, subset ya seti kubwa ya tunda la Roho ambayo ni upendo. Haleluya. Tusome sasa ule mstari wa kwanza mpaka wa 3 kwenye kitabu hiki cha Wakorintho wa kwanza sura ya 13 mstari wa kwanza mpaka ule wa 3. Biblia inasema, nijaposema kwa lugha za wanadamu
na za malaika. Kama sina upendo, nimekuwa shaba iliayo na upatu uvumao. Tena nijapokuwa na unabii na kujua siri zote na maarifa yote, nijapokuwa na imani timilifu kiasi cha kuweza kuhamisha milima, kama sina upendo, si kitu mimi. Tena nikitoa mali zangu zote kuwalisha maskini, tena nikijitoa mwili wangu niungue moto, kama sina upendo, hainifaidi kitu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Nini anataka kutuambia Paulo hapa? Maana yake upendo, anataka kutuonyesha kwamba upendo ni kitu cha msingi sana. Haleluya. Pale alipokuwa anamalizia ile sura ya 12 ametaja huduma. Unaweza kuona kama kuna huduma tatu amezitaja. Ametaja mitume, akasema wa pili manabii, na watatu walimu. Lakini ukisoma kwenye kitabu cha Waefeso utakuta ametaja huduma 5. Zile huduma 5 ndio huduma za msingi ndani ya kanisa. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini hapa ametaja 3, si kwamba amepunguza. Katika huduma ya mitume, ndani ya huduma ya mitume ipo huduma ya uinjilisti na ipo huduma ya uchungaji. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa sababu tunajua huduma ya mtume ni huduma ya kupanda makanisa ama ya kuanzisha makanisa. Sasa mtu anapokuwa mtume anakwenda kuanzisha kanisa, hawezi kuanza kanisa bila uinjilisti, lazima afanye uinjilisti. Haleluya. Akiwapata watu lazima awachunge. Kwa hiyo kuna uinjilisti na uchungaji ndani ya mtume. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini huduma hizi zote kiongozi wake wa huduma hizi ni Roho Mtakatifu. Ni Roho Mtakatifu ndiye kiongozi. Haleluya. Lakini Paulo hapa anatuambia kwamba zinaweza zikawepo sifa nyingine nyingi tu. Lakini sifa hizo zote zikikosa upendo, hizo sifa zingine hazina maana.